Baada ya hii event wataelekea kule Tanga kwa ajili ya umishonari. Na kule Tanga mkienda mnaenda kufanya kazi katika kanisa la FPCT au mnaenda kwa ajili ya kufanya mission peke yake? Tunafanya mission kwa ajili na makanisa yote ya Kipentekoste. Wow, safi sana. Tayari kufanya kazi pamoja na sisi. Safi sana. Askofu, unaweza ukasalimia kidogo, karibu missionary. Unaweza ukasalimia angalau hata sekunde moja tu mtakasikiliza sauti yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Najisikia vizuri sana kuwepo hapa. Amen. Na Mungu ni mwema, amefanya kama alivyotaka yeye mwenyewe. Mungu awabariki sana. Amen. Amina. Basi niwashukuru sana kwa ajili ya hiyo. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina Bwana. Habari yako? Nzuri sana. Unaendeleaje? Ninaendelea vizuri. Naona leo kwako kuna event kubwa sana. Kama unavyoona na wageni kutoka Tanzania. Sawa. Nimeona hadi baadhi ya viongozi kutoka Mwanza, Dar es Salaam. Hao wote uliwaalika au wamejileta? Hapana, wamealikwa. Wow, sawa. Na ndio mchungaji wa hili kanisa. Hebu elekeza kanisa, cameraman, elekeza kanisa labda tuangalie. Okay, yes. Nafikiri hilo ndio kanisa ambalo anasimamia mtumishi wa Mungu huyu ambaye niko naongea naye. Cameraman, rudi sasa kwenye stage. Tunataka tujue jina lake kwa ufasaha. Unaitwa nani baba? Mchungaji Kazimiri Seti Mwitashinga. Yes. Ni mwenyeji wa Mwanza? Mwanza ya. Wow, safi sana. Safi sana. Na unapokuwa umekusanya watu kama hivi, ni kwa ajili ya neno la Mungu tu au kuna vitu vingine unawapa? Ni neno la Mungu. Hadi wanakubali watu kuja kwa wingi namna hii? Neno la Mungu. Hongera sana. Naona ni kipaji kabisa ambacho Mungu amekupa. Ndio. Sasa kitu binafsi ambacho tunataka tumsikizishe msikilizaji wetu anayetusikiliza, labda kama una neno la kumshauri kuhusiana na Kristo, nikukaribishe. Yesu Kristo ni mwema, ni yote katika yote. Ukimpokea Yesu Kristo, mateso, manyanyaso ya shetani na mizigo mbalimbali inatoweka. Kwa hiyo ndio uzuri wa Yesu Kristo, au ndio uzuri wa kumwamini huyu Yesu. Na tumewashirikisha watu wengi habari za Yesu, na ndio maana na wameona matokeo. Ndio maana unaona namna hii wako hivi, tunapowaita wanakuja bila kusita, kwa sababu wanamuona huyu Mungu tunamtumikia. Asante. Na kwa mara ya kwanza kuingia katika kijiji hiki ilikuwa mwaka gani? Na ilikuwa mwaka 2022. Na kijiji hiki kinaitwaje? Kinaitwa Kitondwe. Kitondwe. Katika wilaya gani? Wilaya ya Kisarawe. Wow, Kisarawe, mkoa wa Pwani. Ni kabila gani maarufu sana hapa? Zalamo. Na unaonaje Wazalamo, ni wepesi kupokea neno la Mungu au labda ni wagumu kidogo? Wazalamo, unajua kila kabila lina ugumu wake na wepesi wake kulingana na tamaduni ambazo wamekuwa nazo. Lakini tunaona maeneo ya haya Waarabu walikaa sana, kwa hiyo kuna imani fulani ambayo ni kinzani kidogo na imani ya Kristo. Kwa hiyo watu wana dini yao, kwa hiyo sio rahisi tu moja kwa moja mtu anakuja, mpaka yule ambaye anakuwa ameguswa na neno la Mungu, na ndio ambao tunawaona hasa kabila la Wazalamo. Asante sana. Inaonekana sana umesoma sana na umewatambua vizuri na umesoma theology. Sasa kuna mtazamaji wetu anatamani kufika mahali ulipo, na yeye aweze kusikiliza mafundisho yako, na ikiwezekana awe mfuasi wako moja kwa moja. Sasa ni namna gani anaweza kukupata kama anatokea sehemu ya umbali kidogo? Anafikaje hapa? Kwanza kabisa naamini kwamba hapa tupo eneo ambalo linafikika vizuri, kwa sababu ukiwa unatokea Kisarawe na baadaye anapanda magari ya kuja Manoromango, na kabla ya kufika Manoromango ndio tulikuwa hapa Kitondwe, anashukia eneo moja linaitwa Muhaga karibu na shule ya Joketi Mwengero. Okay, safi sana. Na je, unaweza ukawapa namba zako za simu, labda huenda wakahitaji kutafuta online? Inawezekana. Karibu kutaje. Namba yangu na 06 8 ndio 60 ndio 82 ndio 042. Wow. Na wakati unatoka Mwanza kuja kufanya huduma hapa, tayari kulikuwa kuna jengo vizuri, ulikuwa kuna nyumba nzuri, au ulikujaje? Palikuwaje hali ya hewa? Hali ya hewa kwa hapa palikuwa ni pori, na palikuwa ni kijiji cha kawaida, hapakuwa na kanisa wala nini. Kanunua kiwanja hapa mwaka wa 2022, tukaanza ujenzi. Lakini pia Mungu akatusaidia kupata neema ya kujenga kwa haraka jengo kama tunavyoona hivi, pamoja na ndugu zetu wa missionary kutoka Marekani. Tumefanya nao kazi nzuri. Wamekuwa wakitushika mkono kwa baadhi ya mambo, na mengine tukifanya wenyewe, na mpaka tumefikia hali hii tulio nao sasa. Tunamshukuru Mungu, ni mwema. Amen. Mtazamaji wangu unayenitazama, jina langu naitwa Boniface Sesa kutoka Dar es Salaam, na huyu ndiye mtumishi wa Mungu ambaye nimekuwa nikizungumza naye. Lakini pia na hili ndilo kanisa pekee ambalo Mungu amejalia tumeweza kuwa nalo
na tunamtukuza Mungu kwa ajili ya kanisa. Na hii unayoona hapa ni choo. Hii ni choo ambayo tunaitumia kwa ajili ya kumaliza mambo fulani. Najua wewe utakuwa umeshanielewa. Basi niukaribishe sana katika kijiji cha Kitondwe. Lakini Mungu ametupa neema. Hebu kama nielekeza kitu kingine. Mungu ametupa neema. Tuko na kisima cha maji kama unavyoona. Neema ya Mungu inatosha na amani ya Mungu tunaamini kabisa inazidi kutawala. Basi Mungu akubariki. Kameramani elekeza tena huku. Tunaenda kumalizia katika hoja yetu ambayo tuko nayo. Si mtumishi wa Mungu, mimi nimekufurahia sana. Ndio. Na tamani sasa uweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya msikilizaji wangu na kisha baada ya hapo tuweze kumaliza ukurasa. Ni mshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia katika channel yetu, lakini katika mazungumzo haya. Lakini kabla ya kushukuru nikutie moyo kwamba Yesu ni mwema na kila aliyemkimbilia Yesu hajawahi kuaibika. Karibu katika ufalme wa Mungu, na rudie kujitambulisha. Naitwa Mchungaji Kazimiri Seti, ni Sukuma kutoka Mwanza, lakini ninachunga huku Zalamoni kwa sababu ya Yesu Kristo kaniitia huku. Nikukaribisha sana, karibu. Na kanisa letu ni kanisa la Free Pentecost Church of Tanzania, au kwa kifupi FPCT. Mungu akubariki sana. Acha nikuombee. Mungu wa neema, Mwenyezi uliyeziumba mbingu na nchi na vitu vyote, nakushukuru sana Baba. Asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye amekuwa akitufuatilia na kusikiliza katika mazungumzo haya. Baba wa utukufu, ukamjalie neema ya kupokea muujiza wake. Kuna watu wamesubiria miujiza yao kwa muda mrefu, na pengine kuna mwingine amekuwa katika huduma muda mrefu, amekuwa kiomba Bwana umjalie neema, lakini hajaona mkono wako mpaka sasa. Ninaamini kwamba Mungu huwahi wala huchelewi, unakwenda kumjibu sasa katika wasaa huu. Unakwenda kumwijilia kama ulivyomwijilia mtumishi wako anayeomba mahali hapa. Bwana Yesu, katende muujiza kwa ajili ya baba yule, mama yule, mtumishi yule, na kijana yule na binti yule, na kila mmoja katika eneo lake. Bwana Mungu, usika kwa ajili ya mtumishi wako ambaye nimekuwa naye hapa kwa ajili ya mazungumzo haya. Umjalie baraka nyingi Bwana kwa ajili ya kuendelea kuitangaza kazi yako ya Injili, ili utukufu na heshima vikurudie Bwana. Ninasema asante Mungu wa neema, katika jina lako Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Kwa baada ya hii event wataelekea kule Tanga kwa ajili ya umishonari. Na kule Tanga mnaenda kufanya kazi katika kanisa la FPCT au mnaenda kwa ajili ya kufanya mission pekee yake? Tunafanya mission kwa ajili ya na makanisa yote ya Kipentekoste. Wow, safi sana. Yako tayari kufanya kazi pamoja na sisi. Safi sana. Askofu, unaweza ukasalimia kidogo karibu missionary. Unaweza ukasalimia angalau hata sekunde moja tu mtakasikiliza sauti yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Najisikia vizuri sana kuwepo hapa. Amen. Na Mungu ni mwema, amefanya kama alivyotaka yeye mwenyewe. Mungu awabariki sana. Amen. Amina. Basi niwashukuru sana kwa ajili ya hiyo. Mungu awabariki. Asante sana.